Kama unadhani hauwezi kujenga misuli bila kununua supplements za kuagiza kutoka nje, hii video itakuokolea mamilioni. Nimekuwa nikiulizwa na watu mbalimbali kwamba nataka nianze mazoezi. Je, ninaweza nikaanza kutumia protein powder ya aina gani? Jibu langu ni kabla haujaagiza protein powder yoyote, kuna kitu unakikosa, na kitu hicho kinauzwa sokoni kwako bei nafuu kuliko unavyofikiria. Leo nitakupa idadi kamili ya protein unayohitaji, vyakula 7 vya bei nafuu vitakavyokuwezesha kupata protein sahihi, ratiba ya siku moja, na makosa 3 ambayo unayafanya mpaka hauoni matokeo. Kwanza tuweke jambo moja sawa. Misuli haijengwi kwa kutumia protein powder peke yake. Misuli inahitaji strength training, yani hapa nazungumzia mazoezi ya kunyanyua uzito, protein ya kutosha, kula kalori za kutosha, bila kusahau pumzika kama mtoto. Ukiondoa moja kati ya hivi vitu nilivyokutajia hapa, hakuna protein powder yoyote duniani ambayo itakusaidia. Sasa je, ni kiwango gani cha protein unahitaji kulingana na uzito wa mwili wako? Utafiti unaonyesha ni gramu 1.6 hadi 2.2 kwa kilo ya uzito wako kwa siku. Mfano, kama una kilo 70, hapa unahitaji gramu 112 hadi 154 kwa siku. Na yule mwenye kilo 60 unahitaji gramu 96 hadi 132 kwa siku. Na hata wewe mwenye kilo 80 unahitaji gramu 126 hadi 176 kwa siku. Na hapa ndipo watu ambapo huwa wanashangaa, na endapo ukazidisha hapo unakuwa haujengi misuli, ila unakuwa unatengeneza mkojo wa bei ghali tu. Katika yote kuna ukomo, na ukomo huo sio mkubwa kama ambavyo unaambiwa kwenye matangazo mbalimbali. Kwa hiyo sasa, lengo letu ni rahisi sana: kufikia kiwango cha protini unachokihitaji kulingana na uzito wa mwili wako kwa gharama nafuu kabisa. Watu wengi wanapima uzito wa chakula kwa kilo. Hiyo ni njia mbaya. Inatakiwa upime bei ya gramu 100 za protini, na hapa sasa ndio picha halisi inapotokea. Naenda kuorodhesha vyakula 7 ambavyo vitakusaidia wewe kujenga misuli bila kuingia gharama kubwa sana. Namba 7 ni soya, gramu 36 za protein katika gramu 100. Ukiinunua sokoni, iloweke usiku kucha, chemsha, kausha vizuri, kisha saga, unapata unga mzuri kabisa wa soya na kupata gramu 36 za protein katika mwili wako. Namba 6 ni choroko na dengu. Hapa unapata gramu 24 za protein katika gramu 100. Faida nyingine ni kwamba katika dengu au choroko hapa unapata pia fibers, na pia hizi ukizipika vizuri na kuzichemsha vile inavyotakiwa, tumbo linazipenda sana. Namba 5 ni maharage. Hapa sasa unapata gramu 24 katika gramu 100. Chukua sufuria yako kubwa, chemsha maharage ya kutosha, tenga katika portion za gramu 100 kwa siku kadhaa, hivyo utaweza kufikia lengo lako vizuri kabisa la gramu 24 za protein kupitia maharage. Namba 4 ni karanga na ufuta. Hapa sasa unapata gramu 25 za protein, bila kusahau pia healthy fats. Kitu cha kuzingatia, hizi zina kalori nyingi, hivyo kiganja cha mkono wako cha karanga au ufuta kinatosha kabisa wewe kufikia lengo lako la gramu 25 za protein katika mwili wako. Namba 3 itakushangaza, nayo ni dagaa. Dagaa inakupa gramu 50 za protein katika gramu 100, bila kusahau calcium ya mifupa. Hivyo usimdharau dagaa aliyemkavu, ni moja kati ya sosi nzuri ya protein katika mwili wako, na ninakuhakikishia kwamba hakuna chakula kitakachokupa protein nyingi kama dagaa kwa bei hiyo. Namba 2 ni king of protein, yani nazungumzia mayai. Yai moja linakupa gramu 6 za protein, na tray zima la mayai ina maana litakupa gramu 180 ya protein, na hii ndio protein muhimu ambayo inahitajika mwilini. Namba 1 kwa ubora, lakini si kwa bei. Hapa tunazungumzia samaki, nyama na kuku. Hapa unapata gramu 25 hadi 30 kwa gramu 100. Ni nzuri sana, lakini bei yake kwa gramu 100 za protein iko juu mara 3 hadi mara 4 ukilinganisha na maharage, soya au choroko. Sasa basi, ukija kulinganisha whey ya kuagiza na vyakula ambavyo nimevitaja hapo juu,
unakuta inazidi gharama hadi mara 5 mpaka 10 ya soya au maharage, bila kusahau nyama. Na si kwa sababu labda whey ni bora sana, hapana, ila ni kutokana na usafirishaji, kodi, bila kusahau lebo. Hebu nikae vizuri. Sasa hapa ndio elimu inapoanzia. Maharage, choroko au soya inakosa amino acids 1 au 2. Utakuta maharage yana lysine nyingi lakini methionine kidogo, na nafaka kama mahindi au mchele inakuwa ni vice versa, methionine nyingi, lysine kidogo. Kwa hiyo ili kupata protini kamili lazima upiganishe. Sasa hapa maana yake ni kwamba maharage na ugali, maharage na wali, choroko na chapati. Hapa wazee wetu walikuwa sahihi bila hata kutumia sayansi. Na jambo moja la muhimu sana, sio lazima ziwe katika mlo mmoja, hapana. Mwili wetu unakusanya amino acids masaa 24. Hivyo ukila maharage mchana na dagaa jioni, tayari unakuwa umeshafanikiwa. Hebu nikupitishe haraka haraka nikuoneshe picha halisi. Sasa wewe una kilo 70, unahitaji kupata gramu 130 za protein. Je, mlo wako wa siku unatakiwa uwaje? Asubuhi ukipata uji wa lishe, soya iliyosagwa bila kusahau karanga, pia ongezea mayai 2. Hapo tayari unakuwa umepata gramu 28 za protein. Mchana wali au ugali maharage bila kusahau bakuli 1 la mchicha, hapa unapata gramu 30 za protein. Na baada ya mazoezi hapa unahitaji kitu cha haraka sana kama gramu 25 au 20 za protein, na hapo ndio siri ilipojificha. Sasa nitakuja kukuonesha. Na jioni dagaa waliokaangwa kidogo na nyanya, bila kusahau ugali, weka na mboga mboga, hapo tayari unakuwa umepata gramu 35 za protein. Na usiku kabla ya kulala pata maziwa mtindi au maziwa freshi glasi 1 ambayo itakupa kama gramu 12 za protein. Ukija kupiga hesabu ya haraka haraka sasa, unakuta lile lengo lako la kupata gramu 130 na una kilo 70 zimetimia. Na haya ndio makosa matatu sasa ambayo unayafanya mpaka hauoni matokeo. Kosa la kwanza ni kupika mara moja. Hakuna lengo ambalo litakamilika la kuweza kukamilisha gramu 130 za protein kwa kupika mlo mmoja kwa siku. Hapa chukua sufuria lako kubwa, iwe ni weekend, Jumapili, chemsha maharage mengi, weka katika portion ya gramu 100 kwa siku kadhaa. Hapo itakuwa ni rahisi sana wewe kufikia lengo, na hii ni meal prep, sio tu mtindo kutoka nje. Hii itakusaidia sana kuweza kufikia lengo lako. Kosa la pili ni kutokuloweka maharage au soya kabla ya kuyachemsha. Unachemsha moja kwa moja. Hakikisha unaloweka maharage au soya masaa 8 hadi 12 kabla ya kuyapika. Hii itakusaidia kupata virutubisho vyote, pia kuto kujaa gesi tumboni na kujikuta tumbo limevimba. Kosa la tatu ni kudhani kwamba protein peke yake inatosha kufikia lengo. Hapana. Ukila protein nyingi lakini kalori zako zikawa chini, hapo unakuwa haujengi ila unabaki pale pale. Hivyo ni lazima ule vya kutosha. Haya sasa, ukweli usiopingika ni kwamba nimekuambia chakula kwanza, na bado ninasimamia hilo. Hakuna protein powder yoyote duniani ambayo itazidi chakula halisi. Kuna tatizo moja ambalo chakula haliwezi kulitatua, nalo ni muda. Unatoka gym saa 2 usiku, upo kazini, hakuna jiko, umesafiri, hauwezi kuchemsha maharage. Na hapa ndipo ambapo watu wengi wanakosa zile gramu 20 hadi 25 za pale katikati kusave hilo gap, na badala yake siku mpaka mwezi unakuta hauoni matokeo. Na ndio maana ikatengenezwa hii hapa Bodiam Plant Based Protein. Humu ndani kuna pea protein halisi, pea protein isolate nzuri sana, protein ambayo imewahi fanywa research na kutoa matokeo sawa na whey protein. Pia kuna flax seeds ambapo unapata omega 3, bila kusahau fibers. Humu kuna cocoa food super blend, ladha nzuri kabisa ya chocolate, bila kusahau oats, na pia kuna stevia natural sweet na maridadi kabisa. Kwa hiyo wewe kama unahitaji sasa kusave hilo gap au kuweza kuzipata hizo gramu 20 hadi 25 za protein ili uweze kuona matokeo yako mazuri ukiwa unafanya mazoezi, basi Bodiam Plant Based Protein itakusaidia sana. Na kubwa kuliko ni kwamba hii haijaagizwa, hivyo ina freshness nzuri tofauti na plant based protein nyingi ambazo zinakuja hapa nchini, kwa sababu zinakuwa pia zimekaa kwenye container muda mrefu, hivyo zinanukia kama nyasi au ladha ya nyasi. Hiyo itakukera. Humu
unapata ladha halisi, freshness ya uhakika, pia na natural sweetener ya stevia. Ujanja ni kwamba scoop moja ya protein ya hii Bodiam plant-based protein itakusaidia kupata hizo gramu 20 hadi 25 za amino acids mwili wako ambao unahitaji. Cha kufanya sasa, chukua kijiko kimoja au scoop moja, tia kwenye maji au maziwa. Changanya vizuri sekunde 30 tu. Unakuwa tayari ushakamilisha mchakato wote wa kupata gramu 130 za protein kwa siku kwenye mwili wako. Na kwa wale ambao wanakuambia mimi nina matatizo situmii sukari, hili ndiyo chaguo bora na sahihi for healthy life. Sisemi ibadilishe chakula chako, hapana. Hii inaziba lile pengo ambalo umekosa muda wa kupika. Hivyo basi, kwa yeyote ambaye atahitaji hii plant-based protein ya Bodiam, unaipata popote ulipo hapa Tanzania. Unachotakiwa kufanya ni kupiga namba ya simu unayoiona hapa kwenye screen yako au WhatsApp, na pia usiache kucomment kwa ajili ya kuoda ili uweze kuanza safari nzuri ya mazoezi, pia health life kwa ajili ya maisha mazuri na bora zaidi. Na kama umefurahia hii video kwa namna moja ama nyingine, usiache kucomment hapo chini, na kama una swali lolote kuhusiana na hii Bodiam plant protein powder yenye ladha ya chocolate, nina majibu mengi ambayo unayo kichwani mwako wewe. Hivyo uliza chochote kuhusiana na Bodiam plant protein. Hii ni bora zaidi kuliko chochote kile ambacho nakifikiria. Humu hakuna sweeteners mbalimbali ambazo zinakuletea shida kiafya. Pia vile haijakaa kwenye container, freshness ya uhakika. Hivyo hili ni chaguo sahihi. Bodiam, pata unachostahili.